Uchambuzi wa riwaya ya Usiku Utakapokwisha. Jina la kitabu hiki cha riwaya ni Usiku Utakapokwisha. Mwandishi Mbundo Msokile. Mwaka 1990. Wachapishaji DUP. Dar es Salaam University Press. Utangulizi. Usiku Utakapokwisha ni riwaya inayojadili matatizo mbalimbali yanayoikumba jamii ya Mtanzania. Ukosefu wa ajira unafanya vijana watatu, Chioko, Gonza na Neli wasifikie ndoto zao za mafanikio. Kitabu hiki japo kinajadili mambo kadha wa kadha, lakini kimejikita sana katika matatizo ya kiuchumi. Maudhui: dhamira, rushwa. Viongozi wako mstari wa mbele katika kutoa na kupokea rushwa. Chioko anashindwa kupata ajira kwa sababu hakuwa na rushwa. Umasikini. Familia nyingi zinaishi katika lindi zito la umasikini. Mwandishi anaonyesha jinsi ambavyo umasikini umelitawala tabaka la chini. Kwa mfano, familia moja inakufa Buguruni kwa kukosa chakula. Mapenzi. Mwandishi amejadili mapenzi ya kweli na mapenzi ya uongo. Mapenzi ya kweli yameonekana kwa Chioko. Kijana huyu anampenda kwa dhati mpenzi wake Neli. Hata anaposhauriwa na rafiki yake Gonza kuwa amshawishi Neli ahonge penzi ili apate pesa, Chioko anakataa katakata. Mapenzi ya uongo hayakuachwa. Mwandishi ameonyesha wanawake wakipenda wanaume kwa sababu ya pesa. Mapenzi ya pesa yanatokana na sababu ya hali ngumu ya maisha inayowakabili watu wa hali ya chini. Wizi na ujambazi. Kutokana na ukosefu wa ajira na ugumu wa maisha, Gonza anajiingiza katika ujambazi. Hapo mwandishi anaonyesha namna ambavyo tatizo la ukosefu wa ajira linavyoweza kuleta matatizo lisipotafutiwa ufumbuzi. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwanamke amechorwa kama: moja, chombo cha starehe. Viongozi na mameneja wanawatumia wanawake pindi wanapokwenda kutafuta kazi. 2, kiumbe duni na asiye na maamuzi. Katika jamii ya Chioko watu wanaamini kuwa kazi ya mwanamke ni kuzaa, kupika na kumtumikia mume. 3, mshauri mzuri. Neli anawashauri Gonza na Chioko kurudi kijijini, japo Gonza na Chioko wanakataa, lakini huu ni ushauri mzuri sana ambao ungewanufaisha endapo wangeuzingatia. 4, mwenye mapenzi ya kweli. Neli anampenda kwa dhati Chioko.